Faida kubwa ya muungano wetu, kwanza udugu wetu kuuendeleza. Sisi Tanganyika na Zanzibar ni ndugu wa asili. Kwa hiyo muungano umetekeleza ule udugu wetu wa asili kuwa ni kitu kimoja toka mwaka 1964. Lakini la pili, muungano umetufanya sisi wa Tanzania kuwa na amani ya kuendelea, sababu toka tumepata uhuru wetu hakuna jaribio lolote la mapinduzi au la aina yoyote, kwa sababu ya kwamba sisi wote ni wamoja, tunaridhiana na tunaheshimiana na tunavumiliana. Kwa hiyo muungano, hiyo moja ya faida ambayo imetuletea muungano. Lakini kiuchumi Tanzania imeweza kutusogeza juu zaidi. Sasa hivi tunaelekea kwenye uchumi wa kati kwa sababu ya umoja wetu na ustahimilivu wetu. Kwa hiyo muungano, haya yote yameletwa na muungano. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulipofanyika mwaka 1964, mimi nilikuwa bado kijana mdogo, kwa sababu mwaka 1964 mimi nimeanza darasa la kwanza. Lakini kipindi kile kilikuwa Zanzibar ukitaka kwenda lazima uwe na pasipoti. Leo kwenda Zanzibar unatumia barua ya mwenyekiti wa serikali za mtaa. Moja ya mapinduzi ambayo yamefanyika na muungano wetu. Kwa wale ambao wanafikiria muungano hautajiki, wanakosea sana. Muungano ndio uliotufikisha hivi tulivyo. Muungano unahitajika sana. Amani inahitajika sana. Uvumilivu unahitajika sana. Kwa hiyo muungano bado tunauhitaji mno, tena sana. Na watu wengi wanaotaka muungano ni wengi kuliko ambao wanazungumzia swala la muungano, labda kuvunja muungano. Neno langu la mwisho kuambia vijana hawa ambao wanazaliwa nje ya miaka ya 64 kuja juu huku, ambao mpaka sasa hivi fikira zao wanaona kama muungano hauna maana yoyote. Wengi wao hawaujui maana ya muungano. Wengi wao ukiwaambia muungano wanaweza kukuuliza muungano ni nini. Na waomba sana waondoe fikira hizi. Haya wanaoyaona hapa leo, Mama Samia Suluhu Hassan kuwa anatawala Tanzania hii, yote ni matunda ya muungano. Kwa hiyo muungano maana yake ni utu, umoja na mshikamano. Na yote yanaletwa na muungano, kwa sababu sisi wenyewe wa Tanzania bara na wa Tanzania visiwani tunaupenda mno muungano. Kwa kweli muungano mimi umenikuta katika umri huu, na bahati nzuri niliwahi kuwaona waasisi wote wa muungano, Mzee Abeid Amani Karume pamoja na Mzee Nyerere. Kwa kweli nashukuru kwa sababu kwanza wamepata wazo zuri la kuunganisha hizi nchi zetu, kwa sababu sisi wote ni ndugu kabla hata ya hii kuungana, na baada ya kuungana ule undugu umeendelea na kukua zaidi, na umekuwa kwa sekta nyingi, hasa kwa kutembeleana kama ndugu, vile vile kibiashara, na fursa nyingi za uchumi zimepatikana. Sisi tunakwenda kule kama maana kwamba watu wa bara tunakwenda visiwani na visiwani wanakuja huko. Kwa hiyo tunashukuru, na kwa mimi maoni yangu napenda muungano uendelee vizazi na vizazi vijavyo. Faida za muungano ziko nyingi, sababu sasa hivi muungano, baada ya muungano maana yake watu wanaoleana. Watu wanatoka bara wanaenda visiwani wanajenga, watu wanatoka visiwani wanakuja bara wanajenga. Kwa hiyo ni faida mojawapo, kwa sababu watu tunaingiliana, tunatembeleana, tunazikana, tunasaidiana mambo mbalimbali. Leo hii mtu anatoka bara anaenda kufanya kazi visiwani, mtu anatoka visiwani anakuja kufanya kazi bara. Maana yake kama usingekuwepo muungano, hivyo vitu visingekuwepo. Sisi kama wafanya biashara, muungano vile vile unatusaidia, kwa sababu wapo wafanya biashara ambao wanatoka Unguja wanakuja kununua bidhaa kwetu wanapeleka Unguja. Bado sisi tunakwenda Unguja, watu wanatoka bara wanakwenda Unguja wanaenda kununua biashara. Maana yake muungano bado upo, unasaidia toka wafanya biashara. Vijana mimi nitawaeleza tu kwamba faida ya muungano ni kwa ajili ya watu kusaidiana. Leo hii kuna vitu vinatoka bara vinakwenda Unguja, kuna vitu vinatoka Unguja vinakuja bara. Maana yake vijana sasa hivi wanafanya biashara. Kuna vijana wanatoka Unguja wanakuja bara, kuna vijana wanatoka bara wanakwenda Unguja kwa ajili ya kufanya biashara. Maana yake muungano huo una faida kwa vijana pia vile vile katika mazingira ya utafutaji. Ushauri wangu viongozi walioko madarakani kuimarisha muungano. Maana yake pale ambapo ulipo sasa hivi uendelee kuwa vizuri zaidi kwa ajili ya vizazi vijavyo.